Karibu mtazamaji wetu asubuhi ya leo. Tunashukuru Mungu, tunaenda kuendelea kuona baraka zake zikimiminika katika maisha yetu. Kwa hivyo karibuni katika wazo la asubuhi ya leo. Neno la Mungu tunalisoma katika kitabu cha Jeremiah chapter 29 verse 12 through 14. Jeremiah chapter 29 verse 12 through 14. Biblia inasema hivi: nanyi mtaniita, mtakwenda kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nami nitawarudishia watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi, nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilipowafukuza, asema Bwana. Nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Tuombeni. Baba yetu uliye juu mbinguni, asubuhi njema kama hii tunashukuru maana umetuamsha usoni pa nchi mpangoni mwako. Asante ni kwa ajili ya wazo ya siku ya leo. Baba, tunaomba ukanene nasi kupitia kwa neno lako. Tubariki, faumushie milele. Tawala katika maisha yetu na wacha ukaonekane kwa kila jambo. Katika jina la Yesu tunaomba pamoja na kuamini. Amen. Tunaposoma katika kifungu ambacho tumesoma, ni kifungu ambacho kiliandikwa. Haya maneno yalikuwa yanaandikiwa wana wa Israeli waliokuwa uhamishoni Babeli, na Biblia inasema ya kwamba walikuwa mbali na nchi yao. Na kama tujuavyo, ukiwa mbali na nchi yako ama ukiwa mbali na mahali ambapo ni kwako, maisha hayakwangi the same, ama life is not the same. Kwa hivyo wana wa Israeli walikuwa mahali pale, wengine wamekata tamaa, wengine wamevunjika moyo, maana walikuwa wamekosa matumaini ya kuishi. Na ndio maana hatujasoma huo mstari wa 11 ambao unasema Mungu ako na mpango mzuri juu yao, na aliwaahidi ya kwamba miaka 70 kisha atawatoa katika nchi ambayo ilikuwa nchi ya Babeli na kuwaleta katika nchi ambayo ni ya Kanaani ambao alikuwa amewaahidi. Lakini katikati ya utumwa Mungu alipata kuwapea ahadi. Wakiwa katika hiyo hali ambao ni hali ya utumwa, Mungu anawapea ahadi. Unaposoma unaona ya kwamba Biblia imetangulia kusema ya kwamba verse 12, nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Mungu ananena na wana wa Israeli ya kwamba hata wakiwa katika utumwa wanapaswa kumtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ni kama kuambia mtu na ako katika hali ya kuumwa, akiwa mgonjwa, na unamwambia tafuta huyu Mungu. Huyu mtu ni karibu akuulize, wewe uko sawa? Unaniambia nitafute Mungu nami naumwa. Kwa hivyo anawaambia katika hiyo hali ya utumwa wapate kumtafuta huyu Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba aliwaambia mnitafute. Kwa nini? Maana alikuwa anajua ya kwamba wakipata kumtafuta huyu Mungu atapata kuonekana kwao. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba katika mambo ambayo tumesoma, ama katika hapo tumesoma, Biblia inasema ya kwamba kuna haja ya kumtafuta Mungu. Haijalishi ni wakati gani, haijalishi ni shida gani unayopitia. Hata katika hiyo shida ndio Mungu anahitaji tukapate kumtafuta. Na tutamtafuta kwa njia gani? Unajua Biblia inasema tumtafute Mungu hata kama ni kwa kupapasa, maana ataonekana kwetu. Hapa anawakumbusha ya kwamba maombi, prayer is the key. Mnaponitafuta, maombi ndio ufunguo mnaponitafuta. Kwa hivyo lazima mniombe, maana panapo kuwa na maombi lazima maombi Mungu atimize. Bwana Yesu asifiwe. Jambo moja najua ya kwamba kwa Mungu hakuna dustbin ya maombi. Unapoomba ile jambo umeomba, kwa wakati wa Mungu ukifika anaenda kulitimiza. Kwa hivyo tunaendelea na kuambiwa ya kwamba wanaambiwa wamtafute huyu Mungu, na wanapomtafuta Biblia imesema ya kwamba wataenda kumuona, nao watamtafuta kwa njia ambayo ni ya maombi. Kwa hivyo anawakumbusha kwamba utumwa usiwazuilie ama usizuie mawasiliano yao na Mungu. Utumwa usizuie wasipate kuomba huyu Mungu na kumwambia shida zao. Wakati mwingi shida zinazotupata zinatuzuilia tusikue na access ya kumwambia Mungu shida zetu. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba anawaambia kwamba mnitafute, na mnaponitafuta mtaenda kuniona. Mtanitafuta aje? Kwa njia ya maombi. Kwa njia ya maombi. Tumtafute huyu Mungu, kanisa la Bwana, kwa njia ya maombi. Na tunapomtafuta ataenda kuonekana. Hakuna jambo ambalo tutakuja kulipata likiwa ngumu katika maisha yetu, maana tumemtafuta Mungu. Ni wengi walitafuta Mungu kupitia kwa maombi, na Mungu akatimiza haja ya mioyo yao. Unaposoma Ezekia, Biblia inasema ya kwamba Ezekia wakati Isaya alitumwa kwake na akaambiwa enda mwambie ajiandae juu ya nyumba yake maana atakufa. Biblia inasema ya kwamba
Kuambiwa atakufa, hicho hakikuzuilia yeye kumtafuta huyu Mungu. Alienda kwa ukuta ama alingeukia ukuta na akamwomba huyu Mungu na akamwambia Mungu, wewe unajua jinsi vile ninavyokuja mbele zako, jinsi vile ninavyojiachilia katika maisha yako. Na Biblia inasema kwamba na hapo kwa hapo Mungu akasikia ndua, akasikia maombi ya Hezekia. Kwa nini? Maana Hezekia hakutaka kizuizi cha kuambiwa ya kwamba atakufa akana kwamba kitamzuia kumwomba huyu Mungu. Aliomba Mungu na Biblia inasema ya kwamba akamjibu na akatimiza ahadi, kama akamwongezea miaka 15 katika maisha yake. Kwa hivyo kanisa la Bwana, hata kama ni ugonjwa, usikuzuilie kunena na Mungu kupitia kwa maombi. Hata kama ni shida na imekufinya kwa ukuta, isikuzuilie kunena na Mungu kupitia kwa maombi. Mstari huo wa 12 ukisha inasema, nami nitawasikiliza. Biblia inasema tunapomtafuta huyu Mungu, sio kana kwamba ni kiziwi. Huyu Mungu anasikiza yale tumeomba, anasikiza na akisikiza anatenda. Ndio maana unaposoma Exodus chapter 2 ikiisha, unasoma Biblia inasema ya kwamba aliwaambia wana wa Israeli aje. Aliambia Musa, nimesikia kilio cha wana wa Israeli na ninataka nikutume ili uende ukawaambia kwamba sijasahau ahadi yangu kwao. Ahadi yao naikumbuka ya kuwatoa katika nchi ya utumwa na kuwapeleka katika nchi ya Kanaani. Ni kwamba Mungu huyu wetu anasikia tunapomtafuta, anasikia. Tumtafute wapendwa, hata wakati wa giza tutafute huyu Mungu. Hata katika giza ya maisha tafuta huyu Mungu, na tukimtafuta Biblia inasema ya kwamba ataonekana kwetu, na ataonekana kwa njia ya maombi. Ataonekana kwa njia ya kujua ya kwamba anasikiliza maombi yetu, sio kana kwamba masikio yake yamezibwa asipate kusikia maombi yetu. Anasikia. Asubuhi ya leo ni mambo gani ambayo umepitia na yanakufanya usipate kumtafuta Mungu? Nakwambia kwamba ukitafuta watu wataisha. Tafuta huyu Mungu ambaye anaishi milele na milele. Tafuta huyu Mungu ambaye tunapomtafuta atasikiza dua zetu ambazo tumeomba. Na unaposoma anasema, nami nitawasikiliza. Verse 13, nanyi mtanitafuta na kuniona. Anasema ya kwamba tunapomtafuta tutamuona. Kuna condition ya kwamba tunapomtafuta na mioyo yetu yote. Tunapotafuta huyu Mungu kwa mioyo yetu yote. Sio kana kwamba wakati tunapomtafuta Mungu unapata kuona ya kwamba mtu ako upande huu na ako upande huu. Ni kama natafuta Mungu, ni kama siamini yale ninayomwomba kama atatimiza. Lakini anasema ya kwamba tunapomtafuta na mioyo yetu yote, ndio maana anasema ataonekana kwetu. Wakati kama huu, wacha jambo lolote isituzuilie kumtafuta huyu Mungu. Hata kama, na ndio maana Biblia inasema you can't serve two masters. Kwa hivyo huwezi tafuta Mungu na utafute mambo ya dunia. Moja itapotea na hasa ya Mungu itapotea, juu dunia iko na mambo mengi sana. Kwa hivyo kanisa la Bwana, asubuhi ya leo nataka kuhimiza ya kwamba tunapomtafuta huyu Mungu anasema ya kwamba tumtafute kwa njia ya maombi. Na tunapomtafuta kwa njia ya maombi, yeye mwenyewe akiwa juu mbinguni anasikiza. Na anaposikiza maombi yetu, anaposikiza hayo maombi tumemwambia tunahitaji hii na hii na hii, anatuambia ya kwamba na mjue ya kwamba mnaponitafuta mnitafute na mioyo yenu yote. Tumtafute Mungu na mioyo yetu yote, maana ataonekana katika maisha yetu. Na Biblia inasema na mstari wa 14, nami itaonekana kwenu. Yaani tunapomtafuta na mioyo yetu, Biblia inasema ya kwamba ataonekana kwetu. Hilo jambo limekuwa ngumu, unaona kwako limeshindikana, Mungu wetu ataenda kuonekana unapomtafuta. Hilo jambo umesikia limefika mwisho, Mungu ataenda kuonekana, maana anasema ya kwamba tumtafute na mioyo yetu yote, maana ataonekana kwetu. Bwana atubariki asubuhi ya leo, na neno la Mungu likatuongoze katika leo na kesho na maisha ijayo, tukijua ya kwamba kuna haja ya kumtafuta Mungu. Nimesema ukitafuta binadamu utamuona, na utamuona kwa saidi yake. Lakini tunapomtafuta huyu Mungu, kamwe hatawahi kutuaibisha. Kamwe Mungu atasimama pamoja nasi, na Mungu ataenda kutimiza dua zetu. Ataenda kutimiza jambo ambalo tumekuwa tukiomba. Kwa hivyo acha tumtafute Mungu. Wana wa Israeli waliahidiwa ya kwamba wanapomtafuta huyu Mungu, maana miaka 70 imeisha, Mungu anakumbuka ya kwamba kuwatoa katika nchi ambayo ni ya Babiloni na wapeleke katika nchi yao, maana wamekuwa ugenini. Ni ugonjwa, labda umekuwa ugenini katika ugonjwa, nataka kukwambia kwamba tafuta huyu Mungu. Labda umekuwa ugenini ambao umekuwa na shida katika familia yako, ni mambo mengi ambayo yamekushika, ambayo yanafanya usikuwe na access ya kuomba huyu Mungu, anaamua kumwambia shida yako. Jua ya kwamba jambo ni
kumtafuta Bwana, na tunapomtafuta ataonekana kwetu, atatenda mambo makuu na atatuinua kwa kiwango kingine katika jina la Yesu Kristo. Atakutoa na atanitoa katika utumwa ambao tuko ndani yake, hata kama ni utumwa wa ugonjwa, hata kama ni utumwa wa shida, hata kama ni utumwa wa kunyanyaswa na watu wa familia, hata kama ni utumwa ambao watu wamekunyang'anya shamba yako, jua ya kwamba kuna Mungu ambaye tukimtafuta ataonekana kwetu. Na sisi condition, tumtafute kwa mioyo yetu yote. Condition nyingine, tumtafute kwa maombi. Maana tu kwa maombi na neno lake, hapo ndio tutapata solution ya shida zetu. Asubuhi ya leo Bwana wabariki. Neema ya Bwana ikawe pamoja nanyi, ikawatoshe katika wiki yote. Neno la Mungu liendelee na kukua katika maisha yetu. Mbarikiwe sana. Asanteni sana. Tuombe. Baba, tunasema ni asante kwa ajili ya neno lako. Umetukumbusha ya kwamba Mfalme, asubuhi ya leo tunapaswa kukutafuta. Na tunapokutafuta, Biblia limetuahidi ya kwamba tukutafute Mwenyezi Mungu kwa njia ya maombi, na tukikutafuta utasikiza Mwenyezi Mungu maombi yetu Mfalme, na tukikusikiza umesema ya kwamba utaenda kututendea mambo makuu Mwenyezi Mungu. Hivyo ndivyo ahadi ambayo uliahidi wana wa Israeli, na sisi hata wale unazidi kutuahidi kupitia kwa neno lako siku kuenenda ile ingine Mwenyezi Mungu. Haijalishi ni utumwa gani tumetegwa Mwenyezi Mungu, tunajua na kuelewa ya kwamba wakati utakapotutoa katika huo utumwa Mfalme, tutakuwa tukiimba wimbo wa ushindi Mwenyezi Mungu. Na sisi tunataka kujitoa sana na kukutafuta Mwenyezi Mungu. Pokea sifa na utukufu, maana unastahili Mwenyezi Mungu. Asante Jehova kwa ajili ya asubuhi ya leo. Siku yote kuwa pamoja nasi na neema yako ikapate kututosha. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Amen. Mbarikiwe, mkuwe na wikendi njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Asante.